Duniani kuna viumbe wa ajabu wanaobadili kabisa mtazamo wetu kuhusu maisha na jinsia. Miongoni mwao ni samaki anayejulikana kama sea horse, ama kwa lugha ya Kiswahili anajulikana kama punda wa bahari. Samaki huyu ni wa kipekee duniani, ambapo dume hubeba mimba hadi kujifungua, jambo linalovutia sana wanasayansi na wapenzi wa mazingira ya bahari. Kwa kawaida katika ulimwengu wa wanyama ni jike hubeba mimba, lakini kwa upande wa punda wa bahari dume ndiye hubeba mimba. Wakati wa kupandana, jike hutaga mayai na kuyaweka ndani ya kibebeo maalum kilichopo tumboni mwa dume, kinachofanana na mfuko wa uzazi. Ndani ya mfuko huo, dume huyaweka mayai hayo salama, kisha huanza kuyatunza kama mama kamili wa watoto hao. Kipindi cha ujauzito wa punda wa bahari dume huchukua takriban siku 10 hadi 25 kulingana na hali ya hewa ya maji. Ndani ya muda huo dume hurutubisha mayai hayo kwa oksijeni na pia huhakikisha kiwango cha chumvi kilichoko mwilini mwake kinasaidia kupevusha mayai hayo. Dume huyo hujifungua 10 au mamia ya watoto wadogo na mara nyingi hadi watoto 1000 kwa wakati mmoja. Kitendo hiki kimekuwa somo la kipekee katika sayansi ya uzazi, ikiwasaidia watafiti kuelewa zaidi kuhusu usawa na majukumu ya kijinsia katika asili. Pia ni mfumo wa ajabu wa ushirikiano wa upendo na ukweli katika ulimwengu wa wanyama, ambapo jinsia zote mbili zinaweza kulea na kutumika katika uwajibikaji. Kwa ufupi, punda wa bahari anatufundisha kwamba ulimwengu wa viumbe hauwezi kuelelezwa kwa kanuni moja tu. Katika viumbe wengi tunategemea jike ndiye hubeba mimba mara nyingi, lakini samaki huyu anageuza historia. Anathibitisha kwamba malezi na kujitolea si kazi ya jinsia moja tu, bali ni jukumu la kila mmoja wetu. Ulikuwa nami Lea Alex Tande, hadi wakati mwingine.